Wewe
You Lord are holy. Kama sio
Kama si wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi. Kama si wewe Bwana, sijui ningekuwa wapi. Kama si neema na rehema zako Bwana, ningekuwa nimeangamia. Kama si kupendwa na wewe Bwana, ningekuwa nimeangamia. Wewe Bwana umejawa na rehema, umejawa na neema. Hauhesabu makosa yangu Bwana. Umelifutilia mbali shtaka langu. Wewe Bwana umenifanya kuwa ukuu wako, umenifanya Bwana kuwa imara ndani yako. You have made me your righteousness in Christ Jesus. Lord, if it were not for you, where would I be? If you did not hold my hands, oh God, if you did not carry us, oh God, on the eagle's wings, where would we be, oh God? We give you the praise, and Lord, we worship you. We speak, Lord, of your greatness in the mighty name of Jesus. You are so full of grace, full of mercy. You are so full of mercy, full of love, oh God. It is because of your unfailing mercies and your loving kindness that we have not been consumed, oh God. And we are grateful, Lord, this evening. We are grateful, oh God. We are grateful. We are grateful. Just lift a voice and give the Lord all the glory. Exalt him, exalt him. He who has preserved your life, he crowns your life with loving kindness and tender mercies. He rescues you from the grave. He has picked you from the miry clay and set your feet on a rock to stay. He is our stronghold, our refuge, our strength. Without him, where would we be? If it were not for him, where would we be? Just be grateful to the Lord for salvation. Just be grateful to the Lord for giving you a family. Be grateful to the Lord for giving you a life and preserving you. Lord, we are grateful. Lord, we are grateful. We are grateful, Lord. We thank you, Master Jesus. You are the pillar that we hold on to. You are the pillar that we hold on to. You say that they that trust in you are like Mount Zion, that cannot be shaken and cannot be moved, but it abides forevermore. It abides forevermore. Lord, we put our trust in you that you establish us, oh God. You are so great and mighty, wonder-working God. We worship and we exalt you, mighty God. Hakuna kama wewe Bwana. Hakuna kama wewe Bwana. Nani kama wewe Bwana? Kama wewe Bwana. Nani kama wewe Bwana? Mungu wetu. Nani kama wewe?
Sema hakuna kama wewe, kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana, Mungu wetu. Yesu, hakuna kama wewe, kama wewe Bwana, kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana, Mungu wetu. Oh, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana, hakuna kama wewe Bwana, Mungu wetu. Hakuna Mungu mwenye uwezo na mwenye nguvu kama wewe, Bwana. Mbele zako Bwana tuko tukiinua mikono yetu kuliadhimisha jina lako, wewe uliyekuwa, uliye na utakaye kuwa milele. Ni nani wa kulinganisha na wewe, Bwana wa majeshi? Ni nani wa kufananisha na wewe, Mungu mwenye nguvu zote? Utukufu na heshima duniani na mbinguni Bwana ni vyako. Unastahili Bwana. Maserafi, makerubi na viumbe wane wanainama mbele zako na kusema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana wa majeshi. Unastahili utukufu wote na heshima. Unastahili Bwana uwezo wote. Unastahili Bwana kupokea utukufu. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Unafanya mambo mwanadamu hawezi kuyafanya. Unaponya magonjwa ambayo mwanadamu hawezi kuyaponya. Wewe ni Mungu mwenye nguvu na Baba wa milele yote. Hakuna wa mfano wako Bwana. Unafanya zaidi ya fahamu zetu. Unafanya zaidi ya akili zetu. Unafanya zaidi ya peo zetu. Wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Umejaa nguvu na umejaa mamlaka Bwana. Wewe ni mweza wa yote. Hatukulinganishi na chochote. Hatukulinganishi na yeyote, wewe Mungu wetu. Hatukulinganishi na yeyote, wewe Mungu wetu. Hatukulinganishi na yeyote, wewe mfalme wa amani. Hatukulinganishi na chochote, wewe Mungu uliyeketi juu sana, uliyeketi kwenye utukufu. Unastahili Bwana, unastahili. Hakuna wa mfano wako Bwana. Tunakuinulia mikono yetu na tunakuinulia sauti zetu tukisema wewe ni Mungu na hakuna aliye kama wewe. Unaweza mambo yote Bwana wa majeshi. Unaweza mambo yote, mfalme wa wafalme. Tunalihimidi na kuliinua jina lako. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuabudu. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Let me hear you praise the Lord. Amen. If you're happy to be in the house of the Lord, you can wave at me. Yes, the Lord is so good. We want to praise Him in one or two songs, and we will welcome the preacher. Praise the Lord. Amen. Amen. Fadhili zake ni za milele. Amen. 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 Aya, let me see you clap your hands to the Lord. Oh, pokea sifa Yesu mwana wa Mungu. Fadhili zako ni za milele. Amina. Sifa Yesu mwana wa Mungu. Fadhili zako ni za milele. Amina. Oh, pokea sifa Yesu mwana wa Mungu. Fadhili zako ni za milele. Amina. Pokea sifa Yesu mwana wa Mungu. Fadhili zako ni za milele. Amina. Oh, pokea sifa Yesu mwana wa Mungu. Fadhili zako ni za milele. Amina. Pokea sifa Yesu
sifa Yesu mwana wa Mungu, fadhili zako ni za milele. Amina. Pokea sifa Yesu mwana wa Mungu, fadhili zako ni za milele. Amina. Pokea sifa Yesu mwana wa Mungu, fadhili zako ni za milele. Amina. Hebu pigia Yesu shangwe na vigelegele, alafu nacheza kwa madara, kwa maana yeye amejawa na fadhili za milele. Give the Lord a shout of praise. Pokea sifa Yesu mwana wa Mungu, fadhili zako ni za milele. Amina. Pokea sifa Yesu mwana wa Mungu, fadhili zako ni za milele. Amina. Bwana, pokea sifa Yesu mwana wa Mungu, fadhili zako ni za milele. Amina. Pokea sifa Yesu mwana wa Mungu, fadhili zako ni za milele. Amina. Pokea sifa Yesu mwana wa Mungu, neema yako ni ya milele. Amina. Pokea sifa Yesu mwana wa Mungu, fadhili zako ni za milele. Amina. Pokea sifa Yesu mwana wa Mungu, fadhili zako ni za milele. Amina. Pokea sifa Yesu mwana wa Mungu, fadhili zako ni za milele. Amina. Imbeni, imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni, imbeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima Oh, tele. imbeni, imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni, imbeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima Oh, tele. imbeni, imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni, imbeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima Sema tele. imbeni, imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima Sema tele. imbeni, imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Sema tele. sifuni, sifuni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima tele. Imbeni, imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Let me hear you celebrate the King of Kings. Say imbeni, imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Oh, tele. imbeni, imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima Oh, tele. sifuni, sifuni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Yehova ametuletea uzima Oh, tele. imbeni, imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha,
Jehova ametuletea uzima. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Oh, imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Oh, sifuni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Oh yeah, let me see you dance and make a joyful noise to the Lord. Nisikie vigelegele kwa Yesu. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Oh, tele. sifuni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Sema tele. imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Oh, tele. imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Oh, tele. imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Oh, tele. imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Sema tele. sifuni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Oh, tele. imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Sema tele. imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Oh, tele. sifuni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Sema tele. imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Oh, tele. imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Oh, tele. imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima. Imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima Sema tele. imbeni kwa furaha, Jehova ametuletea uzima tele. Imbeni kwa furaha,
Celebrate Jesus. I say celebrate Jesus. Amen. Praise and the worship team. Mungu awabariki sana. Unaweza enda pande ile ili tupate kuomba. Tunawapenda na asante kwa kazi njema ambayo mnaendelea kuifanya katika jina la Yesu. Sema amen. There is hope in God. Kuna tumaini katika Bwana. Amen. There is hope in God. Isaiah chapter 40 verse 28 to that one. I want us to make a prayer and then we'll share the word of God with us in Jesus' name. Isaiah chapter 40 40 mstari wa 28 mpaka 31. Hallelujah. Hallelujah. Have you not known? Have you not heard? The everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. Verses 29. He gives power to the weak, and those who have no might, he increases strength. Even the youths shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Allow me to repeat verse 31. But those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with eagles, with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Read in Swahili. Biblia inasema Isaya 40 mstari wa 28. Je, wewe hukujua? Hukusikia? Yeye Mungu wa milele, Bwana, muumba miisho ya dunia, hazimii wala hachoki, akili zake hazichunguziki. Huwapa nguvu wazimiao, humongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. 31. Bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mbawa kama tai. Watapiga mbio wala hawatachoka. Watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Amen. I want us to make a prayer, but just before we make a prayer, allow me to speak a word about this passage. Ya kwamba maandiko yanaongea juu ya Mungu, na Isaia anaanza na kueleza the capacity of God. Maandiko yanasema ya kwamba, have you not known, have you not heard, the everlasting God, the Lord, the creator of the ends of the earth, neither faints nor is weary. His understanding is unsearchable. Na hivyo anaanza kueleza ya kwamba Mungu ambaye tunaabudu ni Mungu aliyeumba miisho ya dunia. Ni yeye aliyeumba chochote ambacho tunaona. Na hivyo ni Mungu mwenye nguvu na Mungu mwenye mamlaka. Maana chochote ambacho tunaona ni yeye aliumba. Jambo la pili analiweka wazi ni kwamba Mungu huyu ni wa milele. Ya kwamba si Mungu anaisha kesho, si Mungu ambaye ako na mwisho. Anasema the everlasting God. Kwa hivyo Mungu wetu ni Mungu wa milele. Hatabadilika. Nguvu zake hazibadiliki. Mamlaka yake hayabadiliki. Ni Mungu ambaye ana uwezo na mamlaka.
Sema amen. The creator of the ends of the earth neither fails nor is he weary. Achoki, nguvu zake hazipungui. Yeye ni Mungu ambaye nguvu zake, the power of God does not fluctuate. It doesn't go up, it doesn't go down. He is God by himself. Yeye ni Mungu akiwa peke yake. Hahitaji kusaidiwa ili akuwe Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Nguvu za mwanadamu zinaweza pungua, zinaweza ongezeka, zinaweza kaa mahali pamoja, lakini nguvu za Mungu asipungui, achoki. Yeye haendi kulala. Mahali pengine inasema ya kwamba huyo Mungu alali wala asinzii. Ni Mungu ambaye nguvu zake, maandiko yanasema, hazichunguziki na mwanadamu. Na hivyo ni Mungu ambaye anaweza tumainiwa, ni Mungu ambaye anaweza tegemewa, kwa sababu hakuna wakati atakuwa amepungukiwa na resources. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati government ambayo tuko nayo saa hii iliingia katika uongozi, waliingia na wakiwa kasarani, kabla hata waanze kazi wakasema, he has left unto us empty covers. Ametuachia benki zikiwa hazina kitu. Mimi nilishangaa wamejua aje na hawaje ingia kwa benki wakaangalia. But hear me, government can be bankrupt. Serikali inaweza kuwa haina pesa. Nilienda Europe in 2016. I went to Europe in a country known as Greece. Mahali Paulo alikuwa anatembea akihubiri sana. Greece, Thessaloniki, Philippi, zote ziko Greece. Hapo nikapata situation ya nchi ya kwamba nchi hiyo hata kama iko Europe ni nchi masikini kuliko Kenya. Ni nchi ambayo hakuna kazi, hakuna employment, na iko Europe mahali watu wanaomba kwenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbe nchi zinaweza kufilisika. Kumbe nchi zinaweza pungukiwa. Wanadamu wanaweza pungukiwa. Wanaweza kuwa na nguvu leo na kesho hawana nguvu. Wanaweza kuwa na usemi leo na kesho hawana usemi. Lakini maandiko yanasema, our God does not grow weary. He doesn't faint. That is the God that we worship. Even when the situations change, hata hali zikibadilika, Bwana wetu abadiliki. Sema amen. Kwa hivyo Isaia analeta hiyo fact, analeta huo ukweli katika maisha yetu. Na mstari wa 29 anasema hivi, nguvu ako nayo, mstari wa 28. Lakini mstari wa 29 anasema, he gives power to the weak. I want you to underline, he gives power to the weak. He gives power to the weak. When God, who is all powerful, when he encounters a weak person, akikutana na mtu ambaye ana nguvu, mtu ambaye ana uweza, anampatia uweza wake. Kwa hivyo Mungu wetu anapeana uweza, anapeana nguvu. And to those who have no might, he increases strength. So he is a God who increases strength. Anaongezea watu nguvu, anapea watu mamlaka. Tupatie kwa Kiswahili. Oh my God. Tusome wote kwa Kiswahili. Tusome wote kwa Kiswahili. 1, 2, 3. Huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Sikia, kuzimia kwa mwanadamu kunawezekana. Mwanadamu anaweza fika mahali apoteze nguvu, awe hana nguvu za kuendelea,
Nimekutana na watu wananiambia, Reverend, sina nguvu tena ya kuendelea. Hili jambo limenivunja moyo wangu. Hili jambo limenizima. Hili jambo limeua morale yangu. Huyo ni mwanadamu, lakini hakuna jambo litafanyika kwa Mungu. Mungu nguvu zake ziishe, azimie. Na hivyo mwanadamu anapozimia, maandiko yanasema yeye ndiye Mungu huwapa nguvu wazimiao. Humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Na hivyo hata kama uwezo umebaki kidogo, ana uwezo wa kuongezea watu uwezo. Unawapa nguvu, wanakuwa na uwezo tena. Sema amen. Naomba tusimame. Mstari wa 31. Bali wao, tupatie 30. Sikia hivi. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka. Kuna point inafika hata wale wanaonekana wenye nguvu wanashindwa kuendelea. Lakini tuko na suluhisho. Mstari wa 31, maandiko yanasema, bali wao wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa bawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati mwingine wanadamu wanaweza onekana wako na nguvu, lakini kuna wakati wanadamu wanafika mwisho, wanaishiwa nguvu, na huo wakati ndio tunafaa kungojea Bwana. Wakati mwingine nilienda kuhubiri mahali panaitwa Teso. Nikahubiri huko karibu 2 weeks. Hakuna siku sikuhubiri kwa madhabahu. Hakuna siku. Watu wagonjwa walipona. Watu miujiza ikafanyika. Nilikuwa University of Nairobi. Miujiza ikafanyika. Na Bwana naye ni nani? Wakati nilimaliza kuhubiri crusade ya mwisho, na gari ikasimama pale nje turudi Nairobi, nikapata simu. Nikaangalia nikaona ni simu ya nyumbani. Nikaambiwa, unajua baba yako amezidiwa na ugonjwa. Nikawaambia, wacha kuniambia amezidiwa na ugonjwa. Vile nimesikia hiyo sauti, nataka uniambie ukweli. Kaniambia, your dad has arrested. When I have preached for 2 weeks, nimeomba, nikimaliza kuhubiri kwa crusade, naingia kwa nyumba, wengine wakienda kulala, mimi naita Mungu na mwambia, vile umeponya hawa, kumbuka baba yangu, maana alikuwa hospitali. And then after you have preached and the miracles have happened, everybody is talking about you in that village. Everybody is talking about you because we had 5 stations. Tulikuwa tunahubiri soko 5 at once. Nilikuwa namaliza kuhubiri hapa crusade, napata motorbike imeshalipwa, ninapelekwa to the next station kuhubiri revival. Because the power of God was evident. Nguvu za Mungu zilikuwa zimeshuka. Lakini baada ya kuhubiri, ninaambiwa dada ameenda, nikasikia nguvu zote zimeisha. Nikasikia nguvu zote zimeenda. Brothers were encouraging me. Yule alikuwa anawasaidia akawa wakusaidiwa kwa gari. Nguvu za mwanadamu zinaweza isha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tuko na tumaini katika Bwana ya kwamba wapa nguvu wale wazimiao. Tukiishiwa na nguvu, tuko na mahali tunaenda kupata nguvu. Ukiishiwa na maji, unaenda kwa kisima kuchota. Amen. Hivyo sikia, hata kama nguvu zimepungua, tunaweza pata nguvu kwa Bwana. Nataka tuende mbele za Bwana, tujiombee, tuombee
kanisa lote. Tuambie Bwana, watu wale wamezimia, wengine nguvu zao zimepungua, hata hawana neema ya kuomba, hawana neema ya kuenda hata katika ibada, hawana neema ya kufanya mambo fulani. Bwana, waongezee nguvu. Tunakuja kwa kisima chako jioni ya leo, tumekuja kunywa tena nguvu zako. That is our prayer tonight. Tuongezee nguvu kama kanisa. Ongezea familia zetu nguvu. Ongezea watoto wetu nguvu. Inua sauti yako kwa jina la Yesu. Yekele baganda la babozaya. Makata la baganda la babozaya. Baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu wangu. Baba yangu na Mungu wangu. Maandiko yanasema wakungojeao hawatazimia. Wakungojeao utawapa nguvu mpya. Wakungojeao utawatia nguvu mpya, kwa sababu wewe uwapa nguvu wazimiao. You give strength to they that have no might, and they, Jehovah Lord my God, they that are weak, you give them power. I pray tonight, release your power upon my life. Release your power upon your children. Release your power upon everyone in this altar. Hata viongozi Baba yangu, ninaomba kwa jina la Yesu uwatie nguvu katika jina la Yesu. Ninaombea praise and worship. Baba yangu na Mungu wangu, ninaomba kwa jina la Yesu uwatie nguvu Jehova. Release your power to revive your people. I pray for the leaders. Release your strength. Release your power in the mighty name of Jesus. That the person who want to give up, huyu anapoteza matumaini, amekata tamaa ya maisha, wengine wanataka kujitoa wai, kwa jina la Yesu ninanena uvuvio, ninanena nguvu mpya kwa maisha yao katika jina la Yesu. Kila roho ya discouragement kwa sababu ya matukio ya maisha, kila roho ya kuvunjika moyo, Bwana ikaondoke. Ninaombea kanisa lote, ninaombea msikilizaji wangu, yeyote ananisikiza, ina uwezekano wamekata tamaa, ina uwezekano Bwana wamevunjika mioyo. Mayata 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 rabadia maganda labazaya. Mayata 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 rakela baladiza tila. Let the power come from your altar. Let the strength come from your altar. Let glory come from your altar. Mayata mayata mayata. Let the power from this altar strengthen them now. Let the power from this altar strengthen them now. Kuna wengine hata walitenda dhambi na wakakufa moyo, wakavunjika moyo, adui akachukulia maisha yao. Ninawaombea tena wakainuke. Ninawaombea tena ukaponye mioyo yao. Ninawaombea tena katika jina la Yesu. Kuna wengine mambo yalifanyika katika maisha yao, wanauliza yuko wapi Mungu wangu? Wanauliza yuko wapi Baba yangu? Ninaomba
watembelee usiku wa leo Jehova, watembelee baba yangu, watembelee Mungu wangu, watembelee Yawe, watembelee kwa manyumba yao, watembelee kwa maduka yao, watembelee kupitia kwa watoto wao, watembelee Baba, watie nguvu Jehova, watie nguvu Mungu wangu, katika jina la Yesu. Wengine walikwazika hata ibada waendi, wamekaa kwa manyumba yao, watembelee kwa manyumba yao, watembelee katika maisha yao. Wengine hawana tumaini tena, wengine hata waoni haja ya kuomba. Ninawaombea mamlaka, ninawaombea nguvu. Raparadaya maganda, rakala paradia, yekele bakanda libala, paroza kela paradia. I release power from this altar. I release power. Wengine wamefilisika, hawaoni tumaini tena la kuishi. Ninawaombea Bwana, uwatie nguvu baba yangu. Ninawaombea baba yangu, rakela paradaya maganda, let hope come alive. Wacha tumaini Bwana, wacha tumaini Jehova likazaliwe mioyoni mwao. Wacha tumaini baba yangu likazaliwe mioyoni mwao, katika jina la Yesu. Rakata baganda, rakala baganda. Renew our strength as a church. Renew our strength as a church. Renew our strength as a church. Renew the strength of the leaders. Renew the strength of the singers. Renew the strength of every person, in the mighty name of Jesus. Rakela baganda. Ninatangaza Bwana, kwa nguvu zako adui hatafaulu. Kwa nguvu zako adui na mission yake haitafaulu, katika jina la Yesu. Rakala baladaya, rakala baladaya, rakala baladaya, rekala bazika, paroza kila baganda, rekala baganda la babuza. The devil, you are a liar. Hautaondoa matumaini, hautaondoa nguvu za wapendwa. Ninakuamurisha kwa sasa, achilia maisha yao. Hautawavunja moyo, hautawashawishi vingine, katika jina la Yesu. Ramazaka la baladaya, paroza kila baganda, yekele baganda la babuza, rakata la baganda. Pokea tumaini, pokea nguvu katika moyo wako. Pokea nguvu za maombi, pokea nguvu za kusoma neno, pokea nguvu tena, katika jina la Yesu. Oh, mayata, mayata, mayata. Strength, revival, power and strength. Give you praise. Father, we give you praise. Strength, strength, power. Yes, renew our strength. Renew strength of everyone. Renew the strength of every leader. Renew the strength of every leader in this church, of every member, in the mighty name of Jesus. Revive their soul again. Thank you, Jesus. We give you praise and we give you honor. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Baba, maandiko yanasema wakungojeao utawapa nguvu mpya. Utawapa nguvu mpya. Bwana, tunaomba nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Nguvu mpya. Hakuna mmoja atakata tamaa. Wale wamekata tamaa na wamepungukiwa na nguvu, wapokee nguvu mpya. Nguvu mpya katika jina la Yesu. Bwana, nakushukuru na nakuinua. Tunapoendelea na ibada hii, tukuka na inuliwa. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sema amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Sema amen. Naomba tuketi.
Genesis chapter 21. I will read from verse 7 down to 21. And the Lord shall bless us in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Na nataka kukumbusha tuko online. Kama unaweza, take your time, share to several people, several groups, that they get blessed. I am continuing with the topic, hope in God. There is hope in God. There is hope in God. Tumaini ni nini? What is hope? Hope is the belief that everything gonna be all right. Amen. A simple definition that everything shall be all right. Everything is going to be good. It's going to be well. It shall be well with your soul. The Bible says, tell the righteous, it shall be well with their soul. Ambia wenye haki ya kwamba kutakuwa kwema katika mioyo yao. Na hivyo tumaini ni kuwa na imani ya kwamba yote yatakuwa sawa. All shall be well. You can forget all the other definition, but this is a very simple definition. Believing that all shall be well. Kunaweza kuwa si sawa leo, lakini uko na imani ya kwamba kesho kutakuwa sawa. Amen. Kwamba kesho itakuwa sawa. Number 2, what is hope? Or for a definition of hope in the Christian setting is believing that God is working on your situation. Amen. Is believing that God is on your side and is working on your situation. Amen. Amen. That is hope. Just simple definition. I want to teach today, you see the example of Hagar and Ishmael. Hagar and Ishmael. Nataka kufunza nikitumia mfano wa Hagar na Ishmael. Wale mmekaa mahali kuna giza huko nyuma, songeni hapa mbele niwaone vizuri ili niwafunze vizuri. Amen. Kwa hivyo unaweza songa mbele kidogo ili nikuone. Amen. Amen. Saa ninaamini kwa katika hii mahali kuna TV kukuja hivi. Amen. Mahali kuna TV kukuja hivi. Kama umekaa nyuma na wewe si mtu wa media, songa mbele ili nikufunze vizuri. Hagar alikuwa nani? Because I want to teach from this passage Hagar and Ishmael. Hagar alikuwa mfanyikazi wa Sara na Ibrahim, na alikuwa wa kutoka Misri. Hakuwa Myahudi. Amen. Nataka usikize vizuri. Kwa hivyo Hagar alikuwa amekuja kwa nyumba ya Abraham kuwafanyia kazi ya nyumba. Amen. Jambo la pili, nimesema Hagar alikuwa Mumisri. She was an Egyptian. She was not a Jew. Number 3, Hagar. Why are we interested with Hagar? When there was a delay in the life of Abraham to receive a son, wakati kulikuwa na kuchelewa katika maisha ya Ibrahim na Sara kupata mtoto, maandiko yanasema Sarai akamwambia Abraham, chukua Hagar ulale na yeye ili upate mtoto, angalau anipatie mtoto. Na hivyo Abraham akalala na yeye na wakapata mtoto ambaye anaitwa Ishmael. Bwana Yesu apewe sifa. So walipopata mtoto ambaye anaitwa Ishmael, kabla wapate mtoto, wakati Ishmael ama Hagar aliconceive, akapata mimba. Alipopata mimba ya Ishmael, akaanza kudharau Sara. Nataka usikize, hii ni hadithi tamu sana. Wakati tu alipata mimba, akaanza kudharau Sara. Kwa hivyo Hagar alifukuzwa mara 2 na Sara. Ukisoma in the book of Genesis, Hagar akiwa na mimba alianza kudharau Sara.
Sara akamfukuza, akamwambia toka kwa nyumba yangu. Na maandiko yanasema akatoka akaenda jangwani. Na alipokuwa analilia Mungu, she was crying in the wilderness, Mungu akamtokea, akakuja akamwambia, go back to your mistress Sarai and submit yourself to her. Nenda ukanyenyekee, acha kiburi. Alikuwa nadhani Mungu atamwambia nitapiga Sara. Alikuwa anamwambia nitadeal na Abraham. Alikuwa anafikiria pengine Mungu atashuka na atembelee Sara, amwambia ufai kumfukuza. Lakini akaambiwa, wewe mama, acha kiburi. Go back to your mistress and submit to her. Nenda unyenyekee kwake. Maandiko anasema akarudi, akanyenyekea na wakaendelea kuishi. Kwa hivyo hii jambo ya wanawake kuanza kutoroka kwa nyumba haikuanza leo, ilianza mapema. Na wengi wanatoroka kwa sababu ya kiburi. Amen. Mungu akaangalia huyu mwanamke akitoroka, akamwambia go back and submit to Sarah. Akaenda akasubmit, akakaa chini ya Sara, akaanza kumutii. Sikia nikwambie, kiburi ni mbaya, inakuondoanga mahali unafaa kusaidika. Na Haga aliposikia, alirudi na wakaa vizuri na Sara na Ibrahim mpaka wakazaa Ishmael. Walipozaa Ishmael, wakaendelea kukaa na Ibrahim, wakaendelea kukaa na Sara mpaka Ishmael akakua. Na sasa hapo ndipo tunasoma, she also said, who would have said to Abraham, this is now mahali tunasoma ni Sara akisherehekea kupata mtoto. Kwa hivyo Aga alipata Ishmael, baadaye Sara akapata mimba na akazaa Isaac. So hapo ndipo tunasoma, she also said, who would have said to Abraham that Sarah would nurse children, for I have born him a son in his old age. Huyu ni Sara anaongea, mstari wa 8. So the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast on the same day that Isaac was weaned. And Sarah saw the son of Agar the Egyptian, whom she had born to Abraham, scoffing. And Leah, therefore she said to Abraham, cast out this bond woman and her son, for the son of this bond woman shall not be heir with my son, namely with Isaac. And the matter was very displeasing in Abraham's sight because of his son. But God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the lad or because of your bondwoman. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice. For in Isaac your seed shall be called. Yet I will also make a nation of the son of the bondwoman, because he is your seed. Verse 14. So Abraham rose early in the morning and took bread and a skin of water, and put it on her shoulder. He gave it and the boy to Hagar, and they sent her away. Then she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. And the water in the skin was used up, and she placed the boy under one of the shrubs. Verse 16. Then she went and sat down across from him at a distance of about a bow shot. For she said to herself,
let me not see the death of the boy. So she sat opposite him and lifted her voice and wept. Verse 17. And God heard the voice of the lad. Then the angel of God called to Hagar out of heaven and said to her, what else you, Hagar? Fear not, for God has heard the voice of the lad where he is. Arise, lift up the lad and hold him with your hand, for I will make him a great nation. Verse 19. Then God opened her eyes, and she saw a well of water. And she went and filled the skin with water and gave the lad a drink. So God was with the lad, and he grew and dwelt in the wilderness, and became an acre. Amen. That is verse 20, verse 21. He dwelt in the wilderness of Paran, and his mother took a wife for him from the land of Egypt. Nataka tusomee mstari wa 15 na 16 Kiswahili. Biblia inasema Mwanzo 21 mstari wa 15. Yale maji yakaisha katika kiriba, akamlaza kijana chini ya kijiti kimoja. Akaenda akakaa akimkabili, mbali naye kadri ya mtupo wa mshale, maana alisema nisimwone kijana akifa. Naye akakaa akimkabili, akapaza sauti yake akalia. Mungu akasikia sauti ya kijana. Malaika wa Mungu akamwita. Akamwita Hajiri kutoka mbinguni, akamwambia, una nini Hajiri? Usiogope, maana Mungu amesikia sauti ya kijana huko aliko. Ondoka ukamwinue kijana, ukamshike mkononi mwako, kwa kuwa nitamfanya kuwa taifa kubwa. Mungu akamfumbua macho, naye akaona kisima cha maji. Akaenda akakijaza kiriba maji, akamnywesha kijana. Amen. Fika hapo. Nataka kabla nianze kuingia deep uelewe hii story. Mara ya kwanza Hagar, ambaye anaitwa Hajiri kwa Kiswahili, alifukuzwa na Ibrahim kwa sababu alikuwa amekosea heshima Sarai. Mara ya pili Hagar alipopata Ishmael akaanza kudharau Isaac. Isaac alikuwa mdogo wa Ishmael kwa umri, akaanza kumdharau na kumtesa, na hivyo Sara akaamua kumfukuza. Abraham hakutaka kumfukuza kwa sababu ilikuwa mbegu yake, lakini Mungu akashuka kutoka mbinguni akamwambia Abraham, sikia sauti ya Sara na ufanye hivyo. Na wakafukuzwa, wakaingia jangwani. The wilderness of Beersheba is a very dry desert. Ni mahali hakuna maji, ni mahali pakavu. Abraham akachukua mkoba wa maji na akachukua chakula kidogo, akapatia Hagar na Ishmael, na akawaambia waondoke. Wakaondoka wakaingia jangwani, na maandiko yanasema yale maji yakaisha na ile chakula ikaisha, na jangwani iko na jua kali. Jumapili jua ilikuwa kali mpaka kwa kanisa ikawa kukaa ni ngumu. Bwana Yesu apewe sifa. Na hapa ni kwa kanisa na ni Kenya. Sembuse jangwani, mahali hakuna maji na jua limewaka. Maandiko yanasema Hagar akaenda akaweka mtoto chini ya kamti, na akaenda mbali akasema mtoto wangu hata kufa nikiona. It was a bad situation. Bwana Yesu apewe sifa. There is hope in God. My point number 1 is that there is hope in God when life changes suddenly. Kuna tumaini ndani ya Mungu wakati maisha yanabadilika mara moja. When life changes suddenly to the worst, there is hope
in God. Nataka uone hivi. Haga alikuwa leo anasherehekea. Alikuwa anaenda kwa fridge kama kulikuwa na fridge. Anachota maziwa, wanapika chai na Ishmael. Walikuwa wanaenda wanakamua ng'ombe wa Ibrahim, wanakula. Lakini asubuhi moja wakaingia jangwani. Asubuhi ilipofika akawekewa mkoba na akafukuzwa na Abraham, akaenda jangwani. Alikuwa anaishi maisha mazuri, lakini maisha yakabadilika in one morning. Life can change. Maisha yanaweza badilika, hali zinaweza badilika, mambo yanaweza badilika katika maisha yako. Lakini usiku wa leo nataka kukuambia kuna tumaini hata mambo yanapobadilika. There is hope even when things changes. Don't lose your hope. Continue to trust in the Lord even when things changes in your life. Bwana Yesu apewe sifa. I want you to know that when things change, it doesn't mean that God has changed. Mambo yakibadilika haimaanishi Mungu amebadilika. Malaki 3:6 inasema, for I am the Lord and I do not change. Malachi chapter 3 verse 6. Malachi chapter 3 verse 6. For I am the Lord and I change not. I do not change. Therefore you are not consumed, O sons of Jacob. For I am the Lord, I do not change. Kufukuzwa kwa Haga haikumaanisha kwamba Mungu amebadilika. Hali yake kubadilika haikumaanisha Mungu amebadilika. Mungu alibaki kuwa Mungu mwenye upendo. Mungu alibaki kuwa Mungu mwenye nguvu. Mungu alibaki kuwa Mungu ambaye anampenda. Pigia Yesu makofi mazuri. When life shifts suddenly, when life changes suddenly, do not panic. Do not assume that God has left you. Your hope should not be based on circumstances. Tumaini lako alifai kuwa limewekwa kwa hali na kwa mambo vile yalivyo. Tumaini lako linafaa kuwa ndani ya Mungu ambaye habadiliki. Pigia Yesu makofi mazuri. Our hope should be in God who doesn't change. Our hope should be in Jesus who paid the price for our salvation. Our hope should not be based or should not be in people or in circumstances or in an environment. Jesus is the same yesterday, today, and forever. He doesn't change. Hebrews 13 verse 8. Jesus is the same. Hebrews 13 verse 8. Jesus is the same today, yesterday, today, and forever. And therefore, when circumstances change, when the environment change, trust in God. Hope in God. Wakati hali zimebadilika, macho yako yakae kwa Yesu, yakae kwa Mungu. Maana hali ikibadilika haimaanishi Mungu amekuacha. Amen. Number 2. There is hope even when you feel rejected. There is hope even when you feel rejected. Kuna tumaini hata ukisikia ni kana kwamba umeachwa. Kuna wakati unafika unasikia ni kana kwamba watu hawakuelewi. Kuna wakati unafika watu wanakuondokea. Inaweza kuwa wakati haujafika, lakini unaweza kukupata katika maisha yako. Sikia, unasikia ni kana kwamba hakuna mtu anaelewa kile unapitia. Unaona ni kana kwamba hakuna mtu
anasikia vile unasikia. Sikia nikwambie, bado wakati ule kuna tumaini. Haga alifukuzwa na Ibrahim aliyemzalia Ishmael, na Ibrahim mcha Mungu, mteule wa Mungu, akamwambia ondoka. Ibrahim hakutaka, lakini Mungu akamwambia muondoe. Bwana Yesu apewe sifa. Wakati ule hakuna mtu alielewa Haga. Wakati, nataka uimagine, wakati Haga anachukua mtoto, anabeba kamtungi ya maji na anabeba kachakula kidogo, anaingia jangwani. Alikuwa anahisi namna gani? Alikuwa anahisi ameachiliwa, amekataliwa. Huyu mtu alinitia mimba, akanizalisha mtoto, na sasa amenifukuza kwa sababu mke wake ati amepata katoto. Anasikia ameachwa. Lakini nimekuja kukuambia, even when you feel rejected, there is hope in God. When you feel nobody understands you, when you feel unwanted, when you feel alone, ukisikia uko peke yako, unasikia utakikani, unasikia kuna mtu anataka kukuona, nataka kukuambia Mungu haja kuacha. God is with you. God is on your side. Sema amen. Ninasema even in the wilderness of Beersheba, God was there. Hata katika ukame, Mungu hakuogopa ukame. Bwana alikuwa pamoja na wao. Hata wakati walifukuzwa, Mungu hakuachwa, alienda na wao. Sema amen. Psalms 27 verse 10. Zaburi 27 mstari wa 10. Kaliba zika yanda la baboza. When my father and my mother forsake me, then the Lord will take care of me. Sema amen. Hata ukiachwa na nani, huyo hango alikuahidi kukusaidia, akisema hata kusaidia. Hiyo hali ambayo uliitumainia ikibadilika na pawe hakuna mtu anakuelewa, nataka kukuambia wakati huo ya kwamba Bwana hatakuacha, Bwana atakushughulikia. Wakati baba na mama wanakuacha, Mungu anakushughulikia. Pigia Yesu makofi mazuri. Point number 3. There is hope when resources run out. Kuna tumaini hata wakati rasilimali zimepungua. Sema amen. Sema amen. Kuna tumaini ndani ya Yesu hata wakati nimefungukiwa, hata wakati mfuko haina kitu, hata wakati bank accounts hazina kitu, hata wakati projects imeisha, hata wakati biashara imeenda chini, kuna tumaini katika Yesu. There is hope in God even when resources run out. Maandiko yanasema Haga akaingia kwa jangwa. Alipoingia kwa jangwa maji ikaisha. Alipoingia kwa jangwa chakula ikaisha. Akaweka mtoto kwa kivuli na akaondoka, akasema mtoto hatakufa nikimwona. Bwana Yesu apewe sifa. Even when there is no support, all support system has collapsed. Hata wakati hakuna mtu anakusaidia, ama wale walikuwa wanakusaidia, ama system ambayo ilikuwa inakusaidia pengine ni kampuni na imekufuta kazi, ama ime collapse, haifanyi kazi. Hata wale walikuwa wanakusaidia, hata pengine wamekufa. Sikia nikuambie, kuna tumaini katika Yesu. Amen. Hata wakati hauoni msaada kwa macho yako, Haga anaona mahali anaweza saidika, lakini kulikuwa na kisima kando yake, kulikuwa na maji kando yake. Sikia nikwambie, wakati mwingine tunaweza kuosha kuona,
we may not see what the Lord has for us, because the wilderness looks too big. Kwa sababu jangwa linaonekana kubwa, na tuko na ufahamu wa jangwa ya kwamba hakuna maji. Hallelujah. Bali nimekuja kukuambia ya kwamba hata wakati rasilimali zimepungua na kile ulikuwa umeshikilia kinaonekana ni kana kwamba hakitakusaidia tena, kuna tumaini ndani ya Mungu. Psalms 23 verse 1 inasema, the Lord is my shepherd. 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall suffer no want. The Lord is my shepherd. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hata resources, pesa, mahali ulikuwa unafanya kazi, pakionekana tena hakuna tumaini, tumaini letu liko katika Bwana. Tumaini letu liko katika Mungu. Angalia Mungu akalilia Bwana, mtoto akalia, na maandiko anasema naye Mungu akasikia kilio chao. Listen to me. Haijalishi hali penye iko, haijalishi kama support system yako imekufa, imecollapse, there is hope in God. Pigia Yesu makofi mazuri. Nataka kuongelesha mtu ambaye biashara haifanyi kazi. Nataka kuongelesha mtu ambaye hakuna tumaini tena kazini, umepoteza kazi yako. Nataka kukuambia haulishwi na kazi. Bwana ndiye anakulisha. Haulishwi na hiyo biashara, ni Mungu anakulisha. Haulishwi na hiyo kibarua, ni Mungu anakulisha. Sema amen. Trust in God. Hope in God. Usipoteze tumaini. Macho yako yaangalie Bwana. Number 4. There is hope in God because He hears our prayers. Kuna tumaini ndani ya Mungu kwa sababu yeye husikia maombi yetu. Husikia kilio chetu. Na hivyo sikia, unapopitia katika majaribu, unapopitia katika changamoto, unapopatana na vizuizi, wakati jambo ngumu liko mbele yako, angalia Bwana na umulilie. Maandiko yanasema akasikia kilio cha Haga, akasikia kilio cha yule mtoto, na akanena, akatuma malaika. There is hope in God because He hears our prayers. In this situation, God was not absent. God was not unaware. God was not late. Sikia, Mungu hakuwa ametoweka. Mungu hakuwa amekataa kusikia. God was not unaware. Mungu alikuwa anajua. Mungu hakuchelewa. Nataka kukuambia kwamba Bwana anajua hali yako. Bwana hatachelewa. Ninasema hatachelewa kuattend to your issue. Kwa jina la Yesu. Bwana akasikia kilio na akatuma malaika. Bwana Yesu apewe sifa. Zaburi 34 mstari wa 17. 34 mstari wa 17. Raboza kela bagada. Nataka usikie hii. The righteous cry out and the Lord hears. Nataka tusome wote. 1, 2, 3. And the Lord hears and delivers them out of all their troubles. Kiswahili. Nataka tusome wote. 1, 2, 3. 1, 2, 3 tusome wote. Sikia, walipolia Mungu alisikia na akawaondolea, akawaponya kutoka kwa taabu zao zote. Sikia, wakati Haga alililia Bwana, wakati mtoto alililia Bwana, Bwana alisikia na akawaondolea taabu. Na maandiko yanasema na
Ishmael aliyekuwa ameachwa akufe akakuwa mtu mkubwa, na wakapata hata wakamtafutia bibi kutoka Misri, na Ishmael akawa Aka. Aka ni mtu ambaye anarusha mishale. He is a sharpshooter. A sharpshooter. Akienda kwa vita anapiga maadui. Bwana Yesu apewe sifa. Akienda kuwinda apotezi, analenga shabaha, anaua. Sikia nikwambie, usipoteze tumaini. Aliyekuwa ameachwa akufe akakuwa mtu mkuu. Sikia, Bwana usikia kilio. Maandiko anasema walilia, naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Pigia Yesu makofi mazuri. Number 5. We have hope in God because He is a provider. God is a provider. Bwana ufadhili. Bwana ufadhili. Mimi nataka nikuambia usiku wa leo ya kwamba Mungu wetu atakufadhili mwaka huu. He will supply all your needs. God is able to supply all our needs. Bwana anaweza kutufadhili. Hata kupatia chakula. Hautapoteza heshima yako kwa sababu ya kukosa. God shall supply to you. Wakati Haga alilia, akamfungua macho, akaona kisima cha maji. Na hivyo sikia nikuambie, kuna kisima kimeandaliwa kwa sababu yako. Kuna kisima kimeandaliwa kwa sababu ya maisha yako. Kuna kisima kimeandaliwa kwa sababu ya familia yako. Cry to the Lord. He hears prayers. And the God is our provider. He is Jehovah Jireh, the Lord who is our provider. Sema amen. He is Jehovah Jireh, who is our provider. And therefore I pray for you, in the name of Jesus, may the Lord supply all your needs. I say, may the Lord supply all your needs, in the name of Jesus. Number 6, and the last one. God has good thoughts for our lives. Tunatumaini ndani ya Mungu kwa sababu akona mawazo mema kutuelekea. Mawazo ya kutupatia tumaini hata wakati ujao. He is God of the present. Let me say it. He is the God of yesterday. He is the God of the present. And He is the God of the future. Ni Mungu wa jana, Mungu wa leo, na Mungu wa kesho. He is the same yesterday, today, and forevermore. God is God of the future. The Bible says He was with Ishmael. Alikuwa pamoja na Ishmael. Jeremiah 29:11. For I know, Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you. God has good plans for you. Nataka uniangalie. Hali inaweza kuwa haionyeshi kesho yako. Even Joseph did not know about his tomorrow. Sikia, hali saa hii inaweza kuwa haionyeshi kesho. I'm told of one of the fathers of the gospel in this country. Wale walimjua kitambo, alikuwa anahubiri Jivaji Gardens. Jivaji Gardens. Nilikuwa na mtu, nilifanikiwa kukaa na mtu kikao kimoja ambaye baba yetu Muiro, the father of gospel in this nation, Muiro,
alikuwa wanaishi Dado. Wanaishi wapi? Alikuwa anaamuka anawaambia, nisaidie na 40 bob. Niende town. Niende Jivaji. Anaenda Jivaji. Anahubiri Jivaji. Anawaambia nitakuja kukurudia share nikichukua sadaka. Ako na tumaini atapatana na mtu akihubiri Jivaji, ampatie sadaka itoshe fare akuje kumrudishia. Hata wakati hakuwa na kitu, alikuwa na nguvu ya kuingia kwa gari na kwenda kuhubiri. Sikia nikwambie, Muiru saa hii. Can I tell you about Muiru? Wale watu wanadharau Muiru. Saa hii Muiru na Apostle Ong'ang'a ndio watu ambao wakana nyumba zao wamenunua kanisa town. Nenda uchunguze kama kuna pastor mwingine town akona nyumba yake. Muiru wale watu wanaona wanamudharau. Wale watu wengine wote wamefukuzwa town, especially na Muslims. Because Muslim anakuja, anapata wewe unaombea hapa, anakodisha hiyo nyumba 3 times. Hata kama haweki kitu, ili akuondoe, wache kukuombea hapa. Hear me. Kuna tumaini. There is hope. Yule mtu ambaye alikuwa anaomba 40 bob kutoka Dado aende town, saa hii ako na kanisa town ambalo alipi. Audio cinema ni yake. Pigia Yesu makofi mazuri. Imagine yule alimudharau akitoka Dado. Yule alimudharau akihubiri kwa gari, because akiingia alikuwa anahubiri. Nakumbuka nikiwa mtoto kuna nuru gizani. Hiyo kipindi, wangapi walisikia hiyo kipindi? Kuna nuru gizani. Tulikuwa tunakimbia tunashika TV. Mimi nilipenda Mungu kitambo. Alikuwa anasema guza redio yako. Unasikia nyumba yote imetetemeka na nguza redio. Nilianza kuhubiri kama Muiru. Nilikuwa nahubiri kama Muiru. Ni vile sikuwa na pesa ya kupima koti ya blue hapa na ya yellow hapa, because alikuwa anatokea akiwa na ya yellow hapa na ya blue hapa, nyumba ni black. Akitokea hivi unaona nabii amekuja na ni kubwa inafunika. Ni vile sikuwa. Na nikianza kupima koti za kwanza, nilikuwa napima refu. Nitakuonyesha moja. Ilikuwa napima refu kama yake, because nilikuwa naona akihubiri vizuri. Sikia, na huyo mtu Dennis alikuwa anaomba 40 bob. Ya kwenda wapi? Town kuhubiri. Sikia nikuambie, usikufe moyo. Kuna tumaini ndani ya Bwana. Nasema usikufe moyo. Kuna tumaini ndani ya Bwana. Sema amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Huyo mtu alikuwa anaomba 20 bob, 40 bob. Saa hii ako na roli zake kwa barabara. Amen. Usikufe moyo. Kuna tumaini ndani ya Yesu. There is hope in God. He is God of the future. But anasema, for I know the thoughts I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Akupatie kesho na tumaini. Tusikufe moyo wapendwa. Kila hali tuipitie kwa matumaini, tukujua Mungu wetu yu hai. Ayubu anasema katika kitabu cha Ayubu 19 mstari wa 25, ninajua mtetezi wangu yu hai. I know my Redeemer liveth. I know, ninajua mtetezi wangu yu hai. Sikia nikwambie, kila hali unayopitia, Bwana ako na mawazo mazuri juu ya maisha yako. Ako na mawazo mazuri. Unaweza kuona hakuna mahali pa kutokea. Nilikwambia Jumapili, sijui ni Jumapili, nilikwambia nakumbuka mama yangu wakati mmoja akiambiwa ameiba ng'ombe. Akiambiwa ameiba ng'ombe. Katela ya watu wakati baba yangu alikufa, wanataka kufukuza mama yangu kwetu. Sikia nikwambie, kuna tumaini ndani ya Mungu. Kuna tumaini
ndani ya Mungu. Tukae ndani ya Yesu. Shida ni kutoka ndani ya Yesu. Muradi tuko ndani ya Yesu, tuko katika arena of miracles. Ukiwa ndani ya Yesu, uko katika an arena of miracles. He can do a miracle to you. He can change your life. Sema amen. Sema amen. Huyo mama alikuwa anaambiwa ameiba ng'ombe kwa sababu ya umasikini iliyokuwa kwetu. Akikuja kutuacha, alikuwa anaenda Kibwezi, anakaa kwa kijana yake vile anataka. Anakuja Nairobi, anakaa kwa kijana yake vile anataka. Anaenda Machakos, anakaa kwa kijana yake vile anataka. Why? There is God who changes, a God who has a future for us. Tuko na Mungu ambayo kesho yetu anaijua. Kesho yako anaijua. Na kuombea upate nguvu za kuendelea. Na kuombea upate matumaini. Na kuombea upate nguvu za kuendelea. Usikufe moyo. Katika jina la Yesu, naomba tusimame. Kalabazika yanda la babozaya. Wakati mwingine nikifikiria hayo mambo ambayo tulikuwa tunapitia tukiwa wadogo, machozi yananitoka. Lakini Bwana amebadilisha historia ya familia yetu. Nasema Bwana alibadilisha historia ya familia yetu. Aliyebadilisha hiyo historia anaweza badilisha. Nikiwa mdogo nakumbuka mzee neighbor wetu alikuwa anakuja mpaka kwa nyumba yetu. Anafungua mbuzi zikiwa zimefungwa. Anasema hapa ni kwetu. Hapa ni kwetu. Hamusifunge. Yaani kwenu mumefunga hapo nje. Anafungua, anafukuza. Because hakuna mtu wa kuwatetea. Amen. Bwana akabadilisha historia yetu. Alipobadilisha historia, saa hii kila mtu anakaa kwake na heshima. Hata tumefence hawapiti kwetu. Hiyo neighbor hapiti kwetu. Na huyo neighbor alikuwa anafanya hivyo. My own brother alitumika kusomesha mtoto wake akamaliza mpaka university. Sikia, Mungu badilisha mambo. God changes situations. Usikufe moyo, usijidharau. Endelea kuangalia Bwana. There is miracles that God does and he changes things. Hakuna mtu amepita baraka za Bwana. God can change your story. Pigia Yesu makofi mazuri. I want to pray for you. Inua mikono yako mahali ulipo, hata wale wanatusikiza. God, you are a faithful God. There is hope even in the wilderness. There is hope even when there is no supply. There is hope even when we don't see the future. I pray for everyone under my voice. Touch their life. Give me them hope. Give them strength to continue to look unto you. For in due time, you will change their story. For in due time, you will heal their sores. For in due time, you will lift them. In the name of Jesus, that sickness will not kill them. That situation will not drown them. Yes, I declare and decree, touch their life and change that situation. Touch their life and change their story. I give you praise, for you have good plans and thoughts concerning their lives, to give them a future and a hope. Ninatangaza kwa jina la Yesu, wapokee neema, wapokee kibali katika jina la Yesu. Hiyo magonjwa haitawaua. Hiyo hali haitawamaliza. Hiyo hali haitawaletea aibu. Hiyo hali haitaendelea kuwafinyilia tena katika jina la Yesu. Wakumbuke
Guza maisha yao, wape tumaini, wape nguvu katika jina la Yesu. Bwana, ninakushukuru na ninakuinua kwa sababu ndani yako kuna tumaini. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. There is hope in God. Amen. Usikufe moyo, uache kumtumainia Bwana, maana hiyo ndio mpango ya adui. Maana ukiacha kutumainia Bwana umepoteza mwelekeo. Endelea kuangalia Bwana. Usikubali kuvunjika moyo kwa sababu ya hali ya maisha na hali ya dunia, maana huo ndio mpango wa shetani. Tushinde shetani katika jina la Yesu. Pigia Yesu makofi mazuri. Naomba tuingie kwa mifuko yetu, tutolee Bwana sadaka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, tolee Bwana sadaka. Tolee Bwana sadaka. Oh my God. Najua Bwana haratenda kalababozaya. 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 Pay bill is on the screen. Kama uko na cash, naomba ushike kwa mkono ili tuombe. 4078597. Account number is offering. Amount is what you are planning to give. Shike sadaka yako kwa mkono ili tuiombe. Hallelujah. Hallelujah. Lipa na M-Pesa pay bill. Shike. Amen. Baba, ninakushukuru kwa matoleo ya leo. Tunakushukuru kwa neno lako ambalo linasema tukikutolea tukuheshimu na mali yako. Bwana, utafungua milango ya mbinguni na madirisha na utabariki. Magala yetu hayatakuwa yanatoshea baraka. Naomba kwa jina la Yesu, kwa hii sadaka ifungue milango ya mbinguni Bwana, ukanyeshee watu wako baraka. Katika jina la Yesu nakemea muharibifu na natangaza baraka, natangaza ulinzi, natangaza usalama kwa watu wako pamoja na familia zao na mali yao. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini. Sema amen. Leta sadaka yako kwa jina la Yesu. Tuendelee kumtumainia Bwana. Kuna tumaini ndani ya Bwana. Kesho asubuhi tusikose morning devotion, morning devotion, morning devotion. Tuko hapa. Tangazia watu, alika watu wawili, tuitane, tusaidiane. Kama unaongopa, alika jirani yako mkuje pamoja ili tupate kuomba pamoja na Bwana atatubariki. Naomba tusimame.
Bwana wabariki na watende mema. Asanteni kwa kuja na kutii sauti ya Bwana, kuja katika ibada. Bwana watende mema. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. God bless you. Bwana akubariki. Kwa na usiku mwema. Tupatane kesho asubuhi. Tulisema kila asubuhi tuko hapa. Tutafute